Mathayo 13 mstari wa 24 pale. Na sitaka yote nisome kwa wakati mmoja, alafu tutakwenda kumaliza. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 3. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nasoma Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 3. Namshukuru Mungu tumwajibie kwa dhamiri tangu zamani za uzee wangu, kama vile nikumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu usiku na mchana. Endelea. Nami natamani sana kukuona Ninachotaka kuzungumza hapa ni hiki. Ukiendelea hapo chini, anasema kwamba nikikumbuka imani iliyokuwepo kwa bibi yako Loisi na mama yako Eunike. Bwana Yesu asifiwe. Imani iliyokuwepo kwa bibi yako Loisi na mama yako Eunike. Nazungumza haya kwa vijana wa kanisa. Mmeshuhudia vizuri sana. Mungu awabariki mbele za baba zenu na mama zenu na babu zenu. Tunapozungumza habari za bibi Loisi, tunazungumza habari za babu zenu. Tunapozungumza mama Eunice Eunike, tunazungumza mama zenu. Bwana asifiwe. Kwamba mama zenu, baba zenu, babu zenu, bibi zenu ndio waliopandikiza hicho mlichokuwa mnakizungumza hapa mioyoni mwenu. Sio, mnanielewa? Watoto wa ngoo, mabinti za ngoo, uko hapa kwa sababu baba yenu na mama yenu uko hapa. Huko nje mtakachopata ni tofauti. Ndio maana nikasema hebu soma katika hiyo Mathayo 13 mstari wa 24. Waliuliza, hata msiposoma kwamba je, hatukupanda mbegu njema katika hili shamba? Yametoka wapi magugu? Bwana asifiwe. Akasema adui amekuja usiku akapanda magugu. Ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mabinti zetu na vijana wetu, naomba Mungu wa mbinguni awasaidie sana, kwamba mko hapa kanisani, tunachofanya ni kujitahidi muhisi mioyo yetu, tuwarithishe imani ambayo tunayo sisi, isiyo na ila, isiyo na unafiki ndani yake. Lakini mkumbuke, mbegu njema inayopandwa mioyoni mwenu, yuko adui anawasubiria hapo nje. Tabia, mienendo ya huko duniani haipandi na kanisa. Ni adui anatamani ang'oe kile ambacho kimewekezwa kwenu, ili apande magugu ndani yenu. Bwana asifiwe. Kwa ninawaomba hivi na ninawaonya. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaonya. Huko nje ziko tabia tofauti, yaani ziko desturi tofauti. Hizo sio za kanisani kwetu. Kama unaweza kusikia hawa akina anakosea, hawa binti ya mdogo wake sijui nani, huyu Samueli aliyokotoka na kitabu sio mbali, ni hapo tu jirani tu. Hata yeye akaonyesha kwamba hapa hapana,
niliona pale, pamoja na kwamba ninafahamu nilimkosea Mungu na Mungu tena, kwani mwana mpotevu alifanya nini? Si alizikatia akasema, ninarudi kwa baba yangu. Akasema bado naona pale kanisani kuna kitu cha Mungu. Ndugu zangu, nawaambia hivi, hatuigizi. Angalau sehemu kidogo hicho tunachojua, tunataka tumtumikie Mungu kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atupe neema, tutembee taratibu, tufike mbinguni. Niliwaambia vijana wangu niliokuwa nao jana, narudia ule mstari ile itsekoti kwamba kama mjuu unapoelekea usianze safari. Bwana asifiwe. Kama mjuu unapoelekea usianze hiyo safari, utapotelea njiani. Na kwa nini nilikuwa ninawaambia hivyo? Kwa faida yenu nyewe ambayo hamkuwepo. Tunafahamu ninafika mahali kijana anafuata binti, anaambia natamani kuanza mahusiano na wewe. Bwana asifiwe. Natamani kuanza mahusiano na wewe. Sasa wewe binti unajitamkia tu sawa, lakini nikawaambia hivi, unapotamka sawa, ndio unaanza safari ya kuanza kuitafuta familia. Bwana asifiwe. Ni sawa umetamka, lakini sawa yako itakufanya utoke katika ubinti na yeye atoke katika ubaba. Mnaanza safari ya kuunda ndoa, mtapata familia yenu, familia ambayo itaunganisha na jamii iliyoko duniani. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuna jamii duniani, tuna familia zetu ambazo zimetokana na ndoa zetu. Kwa unapotamka ndio ninatamani kuanza mahusiano na wewe, nikamwambia tafakari sana, wacha kumpima huyo mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Je, anao ukomavu ndani yake kwa kukabiliana na hayo ambayo yako mbele zake? Bwana Yesu akusaidie kabisa. Je, ni playboy tu? Kuna playboy wengi mtaani huko, wako huko wengi tu, lakini tunachotabani ni kwamba mabinti zetu wa kanisa, nazungumza hasa na mabinti wa kanisa. Bwana asifiwe. Mungu awape neema kubwa. Tungalia machozi tunapoona kwamba yule jamaa uliyemwambia ndio, baada ya mwaka mmoja amempelekeza, alafu akishapeleza kuna pengine unarudi kwa wazazi wako. Na vijana na waonya, ninawaonya, unapokusudia kuianza hiyo safari, ujue unapoelekea ni wapi, ujue ni wapi. Uwe mkomavu rohoni, uwe mkomavu kifikra, wacha kufikiria kikubwa. Bwana niliwaambia hivi tena, namshukuru, acheni nipoteze muda, namshukuru Mungu leo. Jana niliwaambia hivi, mchungaji anaweza kujiwa na kijana miaka 28, 29, 30 akimwambia mchungaji, nataka kuoa. Lakini mchungaji anapomtizama anaona kwamba kihisia hajawa mkubwa, kifikra ni mtoto mdogo, kiroho ndio bure kabisa. Anamwambia bado kwa miaka 29, 30. Hatuozani kwa sababu ya umri. Wanaisha kwa sifa. Hatuozani kwa sababu ya umri. Hapana, tunaozana kwa sababu namuona huyu kijana ana fikra za kikubwa, amekomaa kifikra. Wanaisha kwa sifa. Ndio maana nikasema Shireka ni alioa miaka mingapi? Hakuna kaka zake ni miaka 20 ngapi, 30
Unamuona anasema nina mke, anamtunza mke, ana fikra, anakuambia baba, nilifungua ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Unapoianza safari, fahamu unakoelekea ni wapi. Wale mliokuwa ambao hawakuwepo bahati mbaya, nasikia kuna maswali nilipata kuuliza, na mimi nilikuwa nimejiandaa kwa ajili na nikapangeni siku yoyote, niambie mchungaji, tunataka tukutane, njoo tukae tuzungumze, tuelekezane katika njia ipasayo. Bwana Yesu asifiwe. Tuelekezane katika njia ipasayo. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa huduma hiyo mlioifanya ya kununulia kile chombo. Mungu azikumbuke sadaka zenu. Mungu azikumbuke. 500 ni nyingi sana ndugu zangu, 500. Kuna mtu akitokea alikuwa anaishi hapa mjini kwa bajeti ya 500 kwa siku. Bajeti ya 500 kwa siku. Kwa 500 ni pesa nyingi sana, unaidharau. Rais wetu yule maneno alisema, nilikuwa naenda vyema, mtaipa heshima, mtaipa 500 na sio vyema. Kwa kanisa sio mimi tu, kanisa tunapokea sadaka hii, kanisa tunapokea sadaka hii kwa moyo wa shukrani, na ninaomba sasa tuwaweke watoto wetu mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani msimame hapa mbele, mgeukie madhabahuni, sio mnanigeukia mimi, mnajinyenyekeza mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Alafu sisi kanisa tusimame wote, tumwombe Mungu awalinde mabinti zetu, vijana wetu walioko kanisani, wakubali kutusikia, wakubali kuonywa, walelewe katika misingi mpendezayo Mungu. Siku moja wakiwapata wenzi wao wa maisha, isije ikawa ni kilio kwa kanisa, bali iwe baraka kwa kanisa. Bwana Yesu